niambie bwana Daudi. Mimi. Wako umeniita leo lazima kuna jambo hapa. Nimeisave. Kitu kimoja. Sasa hivi mimi hapa nimekuwa mteja wako kila siku. Ndio? Lazima nije hapa. Nilichokuwa nahitaji kuna mtoto mmoja hivi dogo kuliko wote. Kadogo kaluzuri kana jina sifahamu. Kaudumu hapa? Kazuri hivi kembamba. Unamaanisha Kaselina kwa sasa. Kama ni kadogo dogo hapo Kaselina. Jina sikafahamu ila ni kadogo alafu kazuri kuliko wote. Ni Selina bila shaka Twende kwenye point. Yule mimi nataka hizi. Sijapata kawaida. Nafanyaje sasa? Kwamba unadhani wewe nenda kwenye point sasa. Umesema toka katoto kadogo dogo sijui nini? Nilikuwa nataka nitoke naye leo. Unataka kutoka naye? Mimi na binti zangu hapa nataka mpunga hao. Hela ndefu, si unaelewa mwenyewe. Pesa kwangu sio shida. Alafu kitu kimoja nataka kukuahidi wewe. Meneja hapa. Kwamba kuna issue. Mimi nataka hii kazi uache kabisa. Acha masiala. Sasa mimi niache kazi wewe. Nisikilize mimi. Naongea unasema acha masiala. Sikiliza. Mimi nachimba. Kuna sehemu. Mimi leo baada ya kati za kuchimba. Sehemu nimefikia jiwe. Wewe umefikia jiwe sehemu, si ndio? Siseme sana. Sawa, umefikia jiwe sehemu. Unaonesha dhahabu tu. Yaani tukipanda pale sisi ni matajiri, wewe unaachana na hii kazi ya kushinda hapa kila siku. Haja kweli. Kwa kesho ina maana uhakika. Wewe sikia sasa, shida yako si Selina umesema? Selina, si ndio? Una nini chumba umechukua hapa? Baba, mimi hapa kama nyumbani sasa hivi. Bila shaka sasa umesikia? Mimi namaliza. Wewe umeniahidi? Una jiwe sehemu umefukia. Tangulia chumbani. Sio jiwe tu. Dhahabu. Nimekuelewa. Wewe utatangulia room, sawa? Tangulia room. Yaani wewe nenda mimi naangaikia sasa hivi mchongo, sawa? Pombe zitakuja kutua hizo. Selina, sikia sasa, sawa? Kuna yule jamaa nilikuwa nimeenda kuongea naye muda ule pale, umeona yule? Ana mandevu, ana kichwa kibaya hivi. Sawa. Sasa yule anahitaji. Wewe sikia, yule kalewa sana, afu ana pesa vibaya mno. Unielewa? Nisikilize mimi nitakuangushaje? Wewe unajua mimi natakaga nini ndio vile vile. Lakini mpaka nakupa hicho jua mimi nimeona yule ana hela, sawa? Wewe cha kufanya nenda. Alafu kalewa, sio kwamba atakusumbua sana. Chap nini wewe? Namaliza, sawa mama. Wewe fanya hivyo, subiri mpaka kufunga sasa. Wewe changamkia hiki kitu. Alafu ukipewa nikumbuke huko. Sawa? Sawa. Wewe maliza afu wai sasa jishughulishe chapo nenda. Hey. Alo. Wewe. Alo. Wewe. Hata kama ndo kaleo, hata dakika 5 hazijaisha mara hii. Mimi mtu wako simuelewi. Nimefika na mtikisa atikisiki na mtu haitiki. Sio ndio pombe imemzidia. Kamwangalie mtu wako. Wewe hebu acha masiala wewe. Wewe kamuone. Kidem vingine bana, unampadili anakimbia huko ogopa manywele ya eti. Oa mwanangu vipi? Oa Daudi. Wewe, oa. Sije kuwa kafa kweli huyu. Oa mwanangu wewe. Wewe acha masiala, sio ngakufia mwanangu, sawa? Oya.
kafa wewe. Nani? Ndugu yangu umechelewa sana. Vipi ndugu yangu, mbona niita usiku kama huu alafu toshe nikawa nimelala? Kiona hivyo jua ni matatizo. Niambie. Nimekuita hapa na shida kubwa sana. Yaani sana. Na msaada wangu ni wewe. Katika baa yetu pale kuna mtu kafia pale chumbani. Nimehangaika sana. Nikaja nikagundua kwa msaada wangu ni wewe hapo. Labda nikuulize swali. Sadako mimi labda mimi muhifadhi wa maiti au la? Loski. Pale baa kwangu kuna watu wengi sana wanakuja. Sawa? Na nina mhudumu mmoja anaitwa Amina, huyo ndo kanielekeza kwako. Na ninaamini wewe ndo wa kunisaidia mimi. Na kingine kuhusu yale madeni yako yote mimi nayasamehe. Haujanilipa mpaka leo. Na laptop yako nimeitunza. Sawa? Mimi nitakukabidhi laptop yako na hayo madeni mimi nitayasamehe. Angalia namna ya kunisaidia bro. Hili ni kubwa sana kwangu. Nikwambie kitu. Naam. Sio kama pesa ya kulipa mimi sina, hususan kwa siku kadhaa hizo hapa. Ila tu maisha. Ndio. Wewe mwanamume mwenzangu. Yes bro. Nilikuamini na nikiangalia muonekano wako na kazi unaifanya tofauti kabisa. Umeelewa? Najua umejifunza, ila tunaweza kukuambia kitu kimoja. Na uwezo mkubwa sana kukusaidia. Na masharti. Nipo tayari kwa lolote kaka. Angalia tu namna ya hili kulisolve. Kuna sehemu unahitaji kuelekeza uniletee mzigo. Point sana brother. Upo tayari? Kwa lolote. Ndugu yangu, mzigo ndo nimeshauleta kwako. Okay, nimeona. Ila kitu kimoja. Wewe unaweza kuondoka. Mimi nitamaliza kile kitu. Ila cha msingi, moyo wako kuwa na siri. Jaribu kutoa siri hii. Ndio mtihani wako. Unaweza kuona. Ndio kitu gani unachofanya? Kuhusu siri usiwaze ndugu yangu, kwa sababu mpaka nimemleta hapa ina maana hakuna mtu anajua. Sawa? Kitu kimoja, utanisamehe bure kwa sababu nilitaka nimlete akiwa na sanda. Nimpige kama pipi, nifunge chini, nifunge na miguu. Ila nimeshindwa kwenye hilo. Nikwambie kitu kimoja. Naam. Unaweza kuondoka. Vitu vyote ninavijua mimi, sija kuambia nitazika labda nikalika watu. Unaweza kuondoka, mimi najua kitu gani kinaendelea. Zingatia. Asijue mtu. Unanifundisha kazi. Sikufundishi mkuu. Ila nisaidie kwenye hili. Nashukuru sana. Uwe na wakati mzuri. Mbaki salama. Sawa Mbara. Karibu sana. Nimekuja sasa kwa ajili ya habari ile ya mtihani ulioniambia. Lakini hapa naona kuna mtu kalala hapa. Tume. Huyu si mtu ambaye amefia ofisini kwenu? Ya, namfahamu. Hiyo ndio kazi ambayo nimekuitia. Kitu kimoja. Nafanya kazi za aina hizi mbili. Nakumbuka utamani kujua kazi ambazo ndio kazi yangu, usambazaji madawa kulevya na uuzaji wa viungo vya binadamu.
Kwa hiyo leo hii usiku huu nataka kufanya kazi hii moja tu. Kutoa kiungo kimoja cha huduma hiki. Hapana, sitaweza kufanya hivi. Sikuwahi kufanya hivi kabla, na hata hivyo nilivyokubali kwa mtihani huu nitafaulu. Sikujua kama ni mtihani wa aina hii. Tafadhali sana, naomba niruhusu niweze kuondoka. Nitakuamini vipi? Labda wasiwasi wako wewe kwa hichi nilichokiona. Kazi yangu kuna masharti. Maji ukiyavulia nguo siku zote lazima yaoge. Hapana, nafahamu hivyo, lakini jambo hili siwezi kulifanya. Tafadhali niruhusu tu niweze kuondoka nyumbani, kwa sababu uliahidi kunisaidia, ukanipa mpaka nauli. Lakini unaniambia kama kazi itakuwa mzuri, basi naweza nikasawa hata safari kwa nyumbani. Lakini sikujua kama kazi hii ndio hii. Nisamehe kwa sababu nilikubali kuwa ningefaulu mtihani ule, lakini sikujua kama mtihani wenyewe ni mzito kiasi hichi. Nilikusifia mwanzo, nikasema wewe ni mtu mzuri sana, tofauti na wale niliowasikia. Nidhihirishe kuwa wewe ni mzuri kama nilivyofikiri. Jambo hili siwezi kufanya. Ulinipatia nauli kabla. Naomba niruhusu niweze kuondoka. Beba. Naomba siri niwe kwako. Au mtu yoyote. Kwa hiyo ninachokuhitaji kitu kimoja kwako. Nisikuone mazingira haya. Uondoke mbali. Sehemu yote nikikuona ndio maisha yako. Mimi nikushukuru tu kwa sababu umeweza kunidhia. Na nakuahidi jambo hili hutalisikia popote pale. Unisamehe sana, imekuwa ghafla. Ila tunajua kazi ambayo imetuleta mazingira haya. Huyu mtu ndio viungo vyake, na siwezi kuelekeza sehemu ambapo unaweza kufanya kazi hii na kuutupa mwili huu. Naamini kila kitu mnakijua. Pale jao sana. Sasa hizi jao sana. Yaani kwanza ukiangalia hii yani wengi sana pale ni kutwa. Kwa pale. Au nasemaje? Au vipi? Sasa azisha imani. Kwa mtani. Napenda akili yenu iko perfect kabisa. Fanyeni hivyo. Kumbukeni. Hamna noma. Vipi mwenzangu? Mbona kama uko sawa? Ni kweli Zai. Nimetoka ofisini, kuna matatizo. Mtu kafia katika baa yetu. Na kubwa zaidi, kuna binti mmoja pale, ni siku ya pili sasa haonekani. Simu hazipatikani na hatujui yupo wapi. Tumehangaika kutafuta huku na kule, hatujaweza kumuona. Na mbaya zaidi, nasikia ndugu zake wanakuja.
na hili nahisi litakuwa ni tatizo sana kwa upande wangu. Kwa hivyo kuja hapa nimehitaji unisaidie kitu. Msaada mkubwa ambao unahitaji kutoka kwako ni wewe. Sawa? Ni wewe unisaidia mimi kutulia hapa. Unanielewa mamangu? Yaani sihitaji mtu yeyote apate taarifa hizi au apate taarifa za kuwa mimi nipo hapa. Sawa? Yaani nisaidie, mimi nakuamini wewe. Huku mimi sina ndugu. Unafahamu? Ndugu yangu ni wewe. Mimi nakuangalia kama mama wangu, kama dada yangu, kama ndugu yangu. Naomba nisaidie kwenye hili. Mimi naamini una utimamu, unajitambua, na tumekaa muda mrefu tunaheshimiana, kwa sidhani kama hili lina uzito. Ni hilo tu mpenzi wangu. Naomba nisaidie kunistiri. Nimekuelewa na pole. Ila kukaa hapa haiwezekani. Yaani haiwezekani kabisa. Yaani hapo mimi ninachoweza kukusaidia ni huu usiku mmoja. Na huu usiku ninakupa ili wasiliane na ndugu zako. Asubuhi uondoke. Sawa? Kwa sababu wakitoka huko wakikukosa, lazima watakuja hapa. Wakikukuta, unataka kumletea nini shida? Amna babangu. Yaani asubuhi fanya unaloweza uondoke. Hauwezi ukakaa hapa. Zai wewe unatamka maneno haya leo. Mimi nimekuja huku kujitafuta. Ina maana kama nimekuja kujitafuta sijaja kubeba shida za mtu. Wakikukosa huko wakija hapa wakikukuta utaniletea mimi shida. Aya, ukiniletea mimi shida nikafungwa saa hizi? Hapana. Jamani hapana. Yaani nakupenda sana babangu ila kuhusu kukaa huko. Wewe yaani wasiliana na ndugu zako huko mimi sijui. Uondoke asubuhi. Kitu kimoja Zai, sawa? Kumbuka awali nimeomba, nahitaji unisaidie. Na msaada ninaohitaji ni wewe kuto kumwambia yeyote kuwa mimi nipo hapa. Hizi issue za kusema una nihifadhi na nini, ni kweli nimekukuta katika mazingira ya ghetto lako, si ndio? Lakini ni miezi kadhaa mimi nimekuwa nikilipia hapa. Hapa panatuhusu wote. Yaani cha msingi ni kuzingatia tu. Na sidhani kama kuna urahisi wa mtu kuja hapa. Naelewa? Miezi mitatu. Maana hapo umelipa miezi mitatu tu. Yaani hiyo miezi mitatu ndio uniletee shida mimi. Amna. Yaani wewe lala usiku. Mimi nakupa usiku lala. Lala kwa amani ila unavolala wasiliana na watu wako. Asubuhi uondoke. Yaani siwezi kukaa na wewe humu ndani. Asubuhi uondoke. Ni hilo. Zai umebadilika ndio upo hivi. Sina cha zaidi. Unaweza kuchoka. Zai. Kwa tunamuulizia Ashura kama umemuona. Sasa nyie mnamtafuta mtu mzima yule. Ile jamani. Yaani ana siku ya 3 leo hajaonekana pale kazini. Ndio maana tunamtafuta na hatujamuona, ndio maana tunaulizia. Yaani muda wote tumeshinda tunamtafuta yeye. Mimi sijamuona bwana. Sijui labda zungukeni huko. Tunaanzia wapi tena?
Limeolewa labda huko au lakini kama tukuanza toka tumeanza kuzunguka asubuhi. Tumalizeni sehemu ya mwisho. Tukimkosa turudi kazini. Mimi nimeshachoka jamani. Kwanza hapa nasikia na njaa. Hata kazini kwenye kuna kalika basi toka wameanza kutuuliza kuhusu huyo mtu naye yani hata aliko basi arudi basi. Wewe Liki. Mama yangu. Pole na kutembea. Asante. Shikamoo. Marahaba, marahaba. Za kutokako. Za kutokako huko mbaya. Nini tena bibi? Nawaletea taarifa. Ashura jana wamemkuta amejumbukia kwenye dimbwi la maji. Kwa hiyo Ashura ametutoka. Amekufa Ashura. Jamani, pole kwetu wote. Kama alivyoongea Auntie Queen pale, jua tatizo lililomkuta mwenzetu ni tatizo zito na ni tatizo la kwanza kutokea tumeanza kufanya kazi hapa. Hivyo basi ningependa kuwaomba muwe wavumilivu, muwe watulivu ili tuweze kukamilisha taratibu za kumstiri mwenzetu. Ombi langu kubwa ni moja kwenu. Nadhani hatutaweza kuendelea na kazi kwa sasa. Ofisi yetu itafungwa kwa muda fulani. Kwa hivyo hatutaweza kuendelea na kazi mpaka pale tutakapopeana taarifa. Ila dada Amina, wewe itabidi ubaki na sisi kwa ajili ya kuweza kukamilisha taratibu za mazishi na usafirishaji, kwa sababu wewe ndio unajua alipokuwa anatokea ndugu yetu. Tuambatane pamoja, tutatoka watu kadhaa na kuweza kusafirisha mwili wa marehemu. Pia kama kuna mtu ana nafasi tunaweza tukaungana naye ili tuweze kulikamilisha hili jambo. Na kama kuna mwingine atakuwa na uzito labda au atakuwa hayupo sawa, nadhani kila mmoja atakabidhiwa nauli kwa sababu ya kufanya nini? Kumfikisha pale anapoelekea. Sawa ndugu zangu? Sawa. Auntie, unaelewa vizuri? Sawa, usinabida hiyo. Nashukuru sana. Kwa hivyo nadhani tukitoka hapa tutakutana ofisini, kila mtu atapewa chochote kitu ili kiweze kumfikisha pale anapoenda, na kama kuna atakaye baki itakuwa vema pia ili tumsafirishe ndugu yetu. Nashukuruni jamani, poleni. Sisi letu sote.